Yo, mambo vipi ya mambo vipi? Hii ni Spotlight TV na mimi ni Remy Redima, na leo nimekusogezea taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kusambaa kwenye mtandao baada ya FIFA kuamua kuliingilia kati swala la Tanzania na Morocco katika mchezo wao wa hatua ya 16 bora, mchezo uliochezewa tarehe 4 katika majira ya saa 1 jioni. Yes, Morocco waliweza kupata ushindi kwa kuiondosha Tanzania kwa goli 1-0, lakini Morocco kuitoa Tanzania alikuwa kitu cha kushangaza kwa sababu kila mtu aliamini Morocco atakwenda kumtoa Tanzania, lakini ni je, atamtoa katika style gani? Kwa sababu mchezo mpaka unatamatika Morocco aliweza kushinda goli 1-0, lakini kitu cha kustaajabisha na kitu ambacho kiliteka masikio ya watu wengi, vyombo vyote duniani vikakiongelea hicho kitu, ni baada ya Idi Nado kuchezewa rafu katika boksi katika ile boksi la 18 na refa kumeza kipenga pasipo kwenda kuangalia hata VAR na kufanya lile goli na kufanya ile penalti isipigwe, na watu wengi walalamika wakisema kwamba refa huyo ameweza kubeba mchezo huo kwa kuwapendelea Morocco na kunyima Tanzania haki yake ya kupiga ule mkwaju wa penalti na kuisawazishia ili waweze kuendelea katika dakika 120. Lakini kitu kingine ni kwamba baada ya yule refa kufanya vile na mchezo ukatamatika, kwa sababu ile tukio lilitokea katika dakika 94 ya mchezo na zilikuwa zimeongezwa dakika 6. Kwa hiyo ilikuwa ni mchezo ulikuwa unaelekea mwishoni kabisa, lakini refa aliamua kutokutoa maamuzi mazuri kwa namna watu wengi ambavyo walitafsiri, lakini pia wachambuzi wakubwa duniani walitafsiri kwamba ile ilipaswa kuwa penalty. Na baada ya FIFA kupitia marejeleo kupitia zile footage za video, waliamua kuweka kikao, kuweka uchunguzi mzuri kwa ajili ya kuangalia ni kwa namna gani refa aliweza kukosea, na kwa jinsi taarifa zilizoweza kutufikia ni kwamba refa anaweza akapoteza leseni yake ya urefa endapo watamkuta na makosa, lakini ukiachana na leseni anaweza akapata adhabu ya kutokujishughulisha kabisa na masuala ya kimchezo kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini pia kupigwa faini, na inawezekana pia mchezo huo ukarudiwa kwa namna FIFA ambavyo wanahisi Tanzania inaweza ikawa imenyimwa haki yake ya kimsingi. Yes, tuendelee kuliombea hilo bana liende kutokea, kwa sababu sisi wote tupo nyuma ya Tanzania na Tanzania tuwadai kwa kila ambacho walikifanya kufika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza toka Tanzania kuanzishwa. Ni jambo kubwa sana, lakini yes, panapohitaji haki inabidi ifanyike, na kama FIFA wataona kwamba tuna deserve kupewa haki yetu, basi watupatie. Na ni nani? Gianni Infantino ambaye ndio rais wa FIFA hapa duniani ndiye amelikalia kidete, lakini pia Patrice Motsepe rais wa Afrika, akiwa yeye ndo mwenye dhamana ya mashindano haya yanayoendelea, naye pia kalikalia kidete. Kwa hiyo bana refa huyo Traore kutoka pale nchini Mali yupo katika kikahango, yupo katika kibarua kizito kuhakikisha kwamba anaikomboa ajira yake, lakini endapo atakutwa na hatia moja kati ya hivyo vitatu na hivyo vitaja, inaweza ukakuta rungu linamdondokea. Na mimi ni Remy Redima, usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uendelee kuwa mwanachama wa Spotlight TV. Lakini ukiachana na hilo, tupatie ujumbe pale kwenye comment section, utuambie ni kweli refa unaona alistahili kufanya kila alichokifanya, maamuzi yake alikuwa sahihi, na kama sio sahihi, je, unahisi uamuzi unaokwenda kutolewa na FIFA ni sahihi? Yes, this is me, this is Remy Redima. Until next time, bye bye.